hutawanya. Hayo ni maneno ya Yesu. Abia huyo mwingine, huyo ni Yesu anaongea. Tusomee katika kitabu cha Petro wa kwanza 4 mstari wa 10. Kila mmoja na atumie kipawa chochote alichopewa wengine kama za Mungu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo nalibariki hili neno ninapoliongea na kanisa lako Bwana, naomba iweze kulielewa kwa utukufu wa jina lako. Bwana, ni asante kwa yale unakusudia kuyafanya katika ibada hii. Tunakuabudu na tunakusujudu na kukupa heshima kwa mayatayarisho yale na kwa hayo mambo. Tawala mfalme, tawala anga hizi. Tawala mfalme mioyo na mawazo yetu. Chukua uchukani, kusiwe na pepo na nguvu za giza ambazo Bwana zinaweza tuvuta ije ya mapenzi yako kwa dhuhuri hii. Kwa jina la Kristo Yesu Bwana tuomba na kuamini. Amen. Ujumbe wa siku ya leo, there is no neutral ground when it comes to serving God. Hakuna nafasi ya katikati inayohusiana na kumtumikia Bwana. Jina la Yesu lipewe sifa. Hakuna nafasi ya katikati kwa mambo inayohusiana ama kwa kumtumikia Bwana. Jina la Yesu lipewe sifa. Naona mahala ambapo tumesoma maneno ambayo ni yana uzito, yanaongewa na Bwana wetu Yesu Kristo. Na anasema whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Jina la Yesu lipewe sifa. Unajua, katika nyakati hizi za mwisho tunazoziishi, watu wengi hawajui kumtumikia Bwana. Na watu wengi wako kanisani, kanisa zimejaa, lakini unapotazama wahuduma wanaomtumikia Bwana ni wachache sana. Jina la Yesu lipewe sifa. Na Biblia pale katika mahala ambapo nimesema tutasoma ni ya kwamba Biblia inasema kila mmoja na atumie kipawa chochote alichopewa. Hakuna kipawa ambacho kiko defined. Biblia inasema kipawa chochote alichopewa kuwahudumia wengine kama mawakili waaminifu wa neema mbalimbali za Mungu. Kanisa kuna neema mbalimbali, na katika kikundi cha Mungu huwa kuna neema mbalimbali, na Biblia inasema tuwahudumie wengine kama mawakili waaminifu. Wakili huwa anamwakilisha mwingine. Jina la Yesu lipewe sifa. Anamwakilisha mwingine ili aweze akakubalika na mambo yaliyomfunga aweze akaashiriwa. Na pale mstari wa 11 ikaendelea na kusema, yeyote asemaye hana budi kusema kama mtu asemaye maneno ya Mungu mwenyewe. Yeyote ahudumiaye hana budi kuhudumu kwa nguvu zile anazopewa na Mungu, ili Mungu apate kutukuzwa katika mambo yote kwa njia ya Yesu Kristo. Utukufu na uweza una yeye milele na milele. Amina. Jina la Yesu lipewe sifa. Ningetaka uulize jirani yako, wewe unajua kazi aliyekuokoa Yesu ufanye? Haleluya. Mwambie, mhubirie pamoja nami, mwambie jirani yako, hakuna kazi ya kuketi chini kanisani. Hiyo sio kazi. Jina la Yesu lipewe sifa. Wewe ambaye uliitwa na Mungu na unakuja tu kanisani kuketi chini, una hasara sana kwa kanisa, maana unavuja viti vyetu na imegharimu pesa nyingi kuzinunua.
Haleluya. Unapaka hiki kikao chafu, na kuna watu wanakuja hapa kila Jumatatu na kila Friday kusafisha na kuhakikisha mpaka show zetu ziko safi. Kwa hivyo unaweza kuwa wewe ni hasara. Ambia jirani yako, naomba wewe sio hasara. Utaniwekea bass na sauti kidogo ya hizi monitor katika jina la Yesu. Amen. Mwambie nataka kuamini wewe si hasara. Hebu muongereshe, mwambie nataka kuamini wewe si hasara. Yes. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa sababu watu wengine katika nyumba ya Bwana ni hasara. Amen. Ni hasara. Hawana faida yoyote. Na Biblia inasema asiyekusanya pamoja nami, yeye ni kutawanya anatawanya. Haleluya. Kwa hivyo Yesu yuko kazini akikusanya, lakini wengine ninastaajabu wako pale kutawanya. Jina la Yesu lipewe sifa. Erosio gikoro hatiri odoreka ni hari odoreka. Kama ni Mukikuyu, gutire goikara oguo, either we mwana wa Ngai kana wa Yesu Kristo mugitungata nake, kana we mwana wa ngoma mukiruta wira nake wa gutharuria kiria Ngai araka. That is the danger of this word. Jina la Yesu lipewe sifa. When it comes to the kingdom of God, hakuna na hata mtu mmoja Mungu alimuokoa na akamtoa kwa ufalme wa giza aje aketi chini. Kuna jambo ambalo Mungu alikuitia wakati alipokuokoa. Ninaomba Bwana afungue moyo wako na mawazo na pia macho yako, ili ufahamu na ujue kwa nini akakutoa kwa dhambi akakulete kwa nuru. Amen. Na tumeibiwa nyimbo na tumeziba, na wakati mwingine hazituguzi, na hata tunaziba tu bila kutiria maanani. Maana kuna mwimbaji aliimba akasema, nikiwahirwo ni Ngai riria wetikirie amwe moigaga ni agima nati agima na nemerimo ya ngoro irwaritwo ni aingĩ moigaga matire na iheo icio nĩkĩ waheirwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkia. Rora jirani yaku tucokere korasio. Bwana wetu apewe sifa. Murore wega muno no kamuorota na hori kumuorota ti area ya bara. Haleluya. Amwe moigaga ni agima nati agima no nemerimo ya ngoro irwaritwo ni aingĩ moigaga matire na iheo icio nĩkĩ waheirwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkia. Jina la Yesu lipewe sifa. Unajua Biblia inasema katika Petro, yeyote asemaye hana budi kusema. Haleluya. Na pale chini inasema yeyote ahudumiaye. Unaona kuna kuhudumia Mungu in two categories. Kuna ile ya kuongea, Bwana wetu apewe sifa, na kuna ile ya kuminister. Na ninafurahia, unajua hata siku hizi waibaji wamejua they are ministers. Sure you are ministers. Jina la Yesu lipewe sifa. Na kuna ile ya kuongea. Na kuna watu wengine ili uone Yesu anapokusanya wao ni kutawanya. Bwana amekuokoa, amekuleta katika ufalme huu ili tuweze tukatiana moyo kuendelea mbele. Lakini swali ni hili, unapomuongelesha ndugu yako, unapomuongelesha dada yako, anapata nguvu, anampenda Yesu, ama
ama anaishiwa na nguvu, haleluya, na kudharau kanisa na mambo mengine, uliza huyo mwingine, matamushi yako ni ya kutawanya ama ni ya kukusanya? Jina la Yesu lipewe sifa. Maana kuna watu wengine kwa kuongea tu wao wanatawanya. Yesu anafanya kazi kubwa sana. Wengine hapa hata sikuwa ninawajua, wengine hapa hatujai kutana na wao, wengine hapa hatutukuzaliwa pahali pamoja, wengine wametoka nchi ambazo zimetukaribia. Yesu amewaita, amewalete kwa kanisa letu, haleluya. Amewakusanya kutoka Frat, amelete watu kutoka Kamothi, amelete watu kutoka mpaka Gafati, mpaka kule Ishaweri, amelete watu katika kanisa hii. Sasa swali kubwa ni hili, mnakusanya pamoja na yeye ama wewe ni wakutawanya? Haleluya, wewe ni wakutawanya. Biblia inasema hakuna nafasi ya katikati. Hakuna nafasi ya katikati kwa kumtumikia Bwana. Ni aidha mnatumika pamoja na yeye ama unafanya kazi pamoja na shetani, ambayo ni ya kuvuja wengine moyo, ambayo ni ya kufanya kazi hii iwe gumu. Haleluya. Na nitawaonyesha haya mambo. Unajua kuna watu ambao hawafanyi kazi, wanafanya hii kazi ya Mungu iwe gumu sana. Kwa sababu sisi badala ya kwenda kuhubiria wenye dhambi, nyinyi ambao mmeokoka wakati mwingine ndiye tunakuja kuhubiria na kujaribu kuwatia moyo. Kwa hivyo mnatutoa kwa shaba, haleluya. Tunaanza kuwafanyia kazi. Bwana atusaidie, tushikane mikono sisi wote, maana kila mtu akiwa kazini, kanisani, wenye dhambi tutaweza kuwafikia na neno la Bwana. Haleluya. Lakini angalieni sasa, amen, waone watu ambao hatuna nafasi ya kuendea wenye dhambi, kwa sababu paka wale tuko pamoja na wao wako katika ile eneo ingine, tunasaidiana na Yesu kujaribu kuwarudisha. Haleluya. Uliza huyo mwingine kama wewe ni yule wa hiyo group. Bwana tupewe sifa. Yesu hakukulete kwa wokovu tuwe tunakukibisha. Yesu hakukulete kwa wokovu tuwe unakaa pale tukuje tukutie moyo. Hapana, hata mimi nataka kutiwa moyo. Haleluya. Hii Yesu alituita tufanye kazi. Wengine wakiosha vyombo, wengine wanafanya usafi kanisani, wengine wanaibisha, wengine wanatiana moyo, wengine wanaobeana, wengine wanatembelea wagonjwa. Haleluya. Wengine wanahubiria ambao ni wenye dhambi. Tuliitwa tufanye kazi pamoja na Yesu. Maana usipofanya kazi pamoja na Yesu, wewe ni wale wa kutawanya. Ninawaombea hatutakuwa katika kile kikundi. Bwana wetu apewe sifa. Maana hakuna nafasi ya katikati. Hata kukaa hivyo, unajua hata kukaa hivyo ni kutupatia stress. Tunashindwa, kwani huyu mtu anatupangiaga namna gani? Bwana wetu apewe sifa. Hata unatupatia stress. Lakini wale ambao tunaona wakija na tukitiana moyo, haleluya, hii safari inakuwa rahisi. Jina la Yesu lipewe sifa. Wanakusanya pamoja na Kristo, wanaunganisha pamoja na Kristo, wanaleta watu pamoja na Kristo. Haleluya. Wewe usiwe wa ule mlengo mwingine ambao ni wa kutawanya. Maana there is no middle ground when it comes to the serving of God. Either unaserve ama hauserve, wewe unatawanya. Jina la Yesu lipewe sifa. Serving is action. Serving is sacrifice. Serving is responsibility. Many believers have reduced Christianity to showing up on Sundays. They have reduced Christianity to sitting through a service. They have reduced Christianity to listening and going home. But the kingdom of God is not built by spectators. It is built by servants. Hallelujah. Na diposa unaona Paul katika wale walisoma Biblia Kikuyu ya zamani, akina mama Jama, akina mama Sami na akina Daniel, tulisoma hizo Biblia za Kikuyu. Paulo kwe hadoga ninie Paulo gobo ya Kristo. Siare unoshi echirage magemia shikagwa dukata. Bwana wetu apewe sifa.
no ni augaga uhoro wa ngombo ya Kristo, tondu ngombo ni ria komando, ni ria wira-ini. Hawezi kuwa na mfanyikazi umemuita akusaidie kazi na ameketi chini eti wewe ndiye unafanya. Uliza huyo mwingine kama ameshakuwa ajiri mfanyikazi. Haleluya. Aidha kwa biashara, aidha kwa mambo mengine, aidha hata kwa shamba ukaambia mtu nina shamba na inakwekwe, ninataka watu wakuje wangoe. Haleluya. Alafu huyo akuje aketi chini ya kuangalie. Amen. Na nietereire mushahara. Ona hau ndona hena ria. Haleluya. Utamwambia asubuhi toka na uenende. Tunapowaita wafanyikazi, tunatumainia watashirikiana nasi kufanya ile kazi tuko nayo. Jina la Yesu lipewe sifa. Nasi Yesu alipotuita alisema kazi ni nyingi, wafanyikazi ndio wachache, na kwa hivyo akaomba wale ambao tayari amewalete katika ufalme, akawaomba muombeni Bwana alete wafanyikazi, maana kazi ni nyingi. Ambia huyo mwingine kazi ni nyingi. Mwambie wewe unafanya kazi ama unafanyiwa kazi. Najua kuna watu hii kanisa wanafanya kazi na wengine tunawafanyia Amen. Ananio matida mage tuthumbura gutinda tugithie kinya maundu mage matiganite guthomera tondu riu ni wira handu amarute wira matureheire wira kanitha-ini wa Ngai erocio ngi Ngai aguteithie. Amen. Yani tunafuata wenye dhambi na wewe tunakufuata, alafu umengojea mshahara. Wewe ni kama yule mtu aliajiriwa na hakufanya kitu, akaketi chini. Jina la Yesu lipewe sifa. Jioni hakuna mshahara. Sasa wewe, Biblia pale inanakiri vizuri sana, na nimesema kwa nyumba ya Bwana, Bwana hakutuita tuwe tunajaza kanisa. Amen. Bwana hakutuita tuwe tunasikia injili alafu tunaenda every Sunday. Bwana hakutuita, haleluya, ili tuonekane tu. Alituita ili tushirikiane na yeye kwa kazi. Na ninaomba Bwana atainua wafanyikazi mahala hapa ambao watamfanyia kazi, wakijua hii kazi ninaisukuma mbele ili ufalme wa Kristo utimie na utimilike. Jina la Yesu lipewe sifa. So when it comes to speaking, when it comes to speeches, utaongea kama mnafanya kazi na Yesu. Maana watu wengine kwa kuongea tu wanatawanya. Abia yo mwingine Mungu aguse wewe mdomo kama Isaia. Amen. Kwe mundu waragia andu magatharuruka. Na ni hari mundu waragia andu magacokanirira. Riu wewe wa gutharurukia kana wewe wa gucokaniriria, Ngai atuteithie turute wira hamwe nake. Amen. When it comes to huduma, unajua huduma ndio watu wanajuaga eti ndio tu kufanya kazi, kwa sababu Bwana amekupatia huduma. Unahudumia kanisa lake kwa kipawa ambacho amekupa. Maybe cha uibaji, maybe cha walimu, maybe cha uinjilisti, maybe cha uchungaji, maybe hizo ni huduma ambazo Bwana amezilete kwa nyumba ya Bwana. Lakini kuna mambo mengine yamezidi huduma. Jina la Yesu lipewe sifa. Na ni vizuri uweze ukajiuliza, kile ambacho ninafanya kinasaidia mwili wa Kristo kwa njia gani? Haleluya. Usiwe tu wewe ni kuketi tu umeketi na kutazama wengine wanapofanya kazi. Si Bwana atusaidie ya kwamba tutashirikiana pamoja na Kristo kumfanyia kazi. Haleluya. Amoye moigaga nyagima na tirio Imam na nemerimbo ya koro irware tonege aige maigaga matire aiye yo isio nekewa heironde kai rerewetekirie. Kuna jambo ambalo ningetaka tujue. Number one, the kingdom demand active
arraignment. Haleluya. Yani ufalme huu unataka watu ambao wanahusika, ambao ni wahusika, si watu tu wameketi chini. Lazima tuwe na moyo wa kazi. Lazima tujue ajenda ya Kristo ni gani na tujaribu kuitimiza. Lazima tushirikiane na yeye katika kazi na mission ambayo ako nayo hapa ulimwenguni. Jina la Yesu lipewe sifa. Mungu tu atusaidie, because when you refuse to do something in the house of the Lord, you are doing something in the other kingdom. Hata shetani angetaka sisi wote tuje kanisani na tujae huku, lakini kusiwe na watu wanafanya kazi. Maana anajua tusipokuwa na wafanyikazi, huu ufalme utakufa mwenyewe. Bwana tuwape sifa. Na hiyo ndio iko hatari mpaka ya serikali na viwanda na makampuni. Kukiwa na watu ambao hawana uwezo wa kufanya kazi katika nchi yoyote ile, hiyo nchi itakuwa ni nchi maskini. Haleluya. Hiyo nchi haitakuwa na kuendelea. Hiyo nchi haitakuwa na kufaulu. Lakini nchi yoyote ikiwa na watu ambao wanajikakamua, wanafanya kazi kwa bidii, hiyo nchi itasimama na uchumi wake utaweza kuendelea. Jina la Yesu lipewe sifa. Na hivyo ndivyo ilivyo na hata katika ufalme huu. Tukiwa na watu tu wa kushughulia wengine wakifanya kazi na kutazama wengine, hakuna maombi unafanya, hakuna kutembeleana unatembeleana, hakuna kanisa Bwana tuwape sifa. Kanisa itaaguka. Eroshio genda kagoithie kanitha. Mwathani arogosho. Bwana tuwape sifa. We need to align ourselves with what Jesus is doing. And that is why the Bible says, whoever is not with me. Jesus is not talking about association. He is demanding arraignment. You can be in church but not with Christ. Allowed activity but not aligned with the purpose. Being with him. Bwana tuwape sifa. Unaweza kuwa kanisani lakini haufanyi kazi pamoja na Kristo. Unaweza kuwa wewe ni Mkristo lakini hakuna kazi mnayofanya pamoja na Yesu Kristo. Wewe uko kwa shughuli zako na uko kwa mambo yako. Haleluya. Una ajenda zako ambazo unazifuata mwenyewe, lakini wale wameitwa na Kristo na wanafanya kazi na Kristo, wanapoamka kila siku, haleluya, wanajua wao ni wahuduma pamoja na Yesu Kristo. Kwa hivyo wakitembea, wakiongea, wakitenda, wanatembea na kutenda na kuongea kama vile Kristo angetaka. Haleluya. Gawi twaroto igwira andu a Ngai. Tukoro turi arutithania wira hamwe na Jesu muru wa Ngai. Amen. Tondu kiugo kiugo uri utararogota hamwe nani, utarogani hamwe nani, nikiekaga kutawanya. Jina la Yesu lipewe sifa. Sasa wewe ni kutawanya, unatawanya ama ni kuunganisha? Number 2, gathering versus scattering is something that I want us to see. There is only one area that one must be. Either you are gathering or you are scattering. These are two spiritual effects. Whoever does not gather with me scatters. That is what the Bible says. There are only two outcomes of your life. Either you are gathering, that is building together with Jesus Christ, or you are scattering, weakening his body. Jina la Yesu lipewe sifa. Unajua gathering inamaanisha bringing people closer to God, strengthening the church and adding value. Hallelujah. Uliza huyo mwingine kama ana add value kwa kanisa. Hebu muulize, mwele atiriri, mwambie eketwarie mahaha, kuna value una add katika ufalme wa Mungu? Maana wengine nimewaambia ni hasara. Wanakuja tunanunua viti, wanakalia mpaka inapasuka. Na ukimuitisha pesa za kununua viti, hatoi. Haleluya. Na ni vizuri ujiulize, nini ngoragwo na value nyongagirira thini wa thamaki wa Ngai? Haleluya.
Mwambie huyo rafiki yako, we need people who are value adding in this church. Amen. Na si lazima usimame hapa. Amen. Si lazima usimame. Si lazima usimame hapa. Hata ukia hapa unaweza hadi value kwa hii ibada kwa kusema amen. Lakini watu wengine haidagi ushirika. Hallelujah. Haibagi kwa kwaya, haibagi kwa praise, hakujagi ushering, hafanyi chochote na hata amen hafanyi. Wewe ni kutawanya, unatawanya. Tarora jirani yako kama kana ni areshuka. You must add value. Jina la Yesu lipewe sifa. You must add value. Na kama kuna kitu huwa ninajiobea is that in every group I find myself, I will add value. Nikienda bahari, watu watasikia kuna mtu amekuja. Whether ni mimi kiongozi ama ni mimi ambaye ninaongozwa. Huwa nina yale maombezi ya kwamba may you help me that I may add value in every way of my life. Bwana wetu apewe sifa. Kuna mimi huwa ninawabatia mambo ya my grandfather. Na my grandfather ninampenda sana. Na hangekuwa mzee wa kanisa, maana kabla hajaokoka alikuwa na wake 3. Hivyo hangekuwa mzee wa kanisa, hangekuwa kiongozi. Bwana wetu apewe sifa. Lakini alipookolewa aliadi value sana katika ufalme. Number 1, alipatiana shamba kwa kanisa. Kanisa la Bahati KAG Nyandarua limejengwa kwetu kwa shamba. Amen. Alafu akaita vijana wake wakajenga. Alafu kila siku saa 9 za mchana na saa 9 za usiku alikuwa anaamuka na kuombea kanisa na washirika na viongozi. Haleluya. Alafu Sade hakukubali eti kwa sababu hata kalia ile viti eti hakuna kitu ataadi value kwa kanisa. Alikuwa anaitwa mzee haleluya. Maana kama sasa angekuwa amesema haleluya, mchungaji anapata nguvu. Bwana wetu apewe sifa. Wakati wa kuiba tukiiba pali watumia wamama wanasema ngemi, naye anasema haleluya, na alikuwa amepatiwa sauti, alikuwa na igoga, unasikia kama ni umeme. Haleluya! Wewe unaona watu wameanza kuruka. Alikuwa na add value. Uliza huyo mwingine, ninakuonaga na wewe sikugojeka hata wakati kuna praise, wewe umeketi chini. Wewe kwani ni wa ufalme gani? Biblia inasema yule hakusanyi pamoja nami, ni nini anafanya? Ni kutawanya. Kuna wengine hapa wameletwa na shaitani. Mungu akusaidie ugundue. Useme sasa sitafanya ya shaitani, sasa nitafanya ya Yesu. Amen. Adding value. Amen. Na si lazima uwe kiongozi. Sinaona hata sasa mundu wa Ngai ni augaga ari mwebu na ndari arauga umuthe. Na leo kinyaneki wa kwira ugebu ni wa Kristo. Kana hapo sawa. Na ndona riu andothe riu marauga hapo sawa. Hallelujah. Amen. Na wakive na akene mumaniriria muno. Anaenda akitembelea watu, akiangalia. Hata siku nyingine amefanya door to door. Akakuta mzee mwingine amekaa nyumbani sijui miezi ngapi. Akamwambia ulienda wapi? Wole ileko. Akamwambia tunakupenda. Haleluya. Huyo mzee akasikia amependwa. Akasema hata nilipitia hapa nikaona mna mjengo. Akaambia ndio. Akamwambia shika hii 5,000 enda uongeze kwa hiyo mjengo. Na akaaminika na akatuletea. Haleluya. Sasa wewe unakusanya pamoja na Kristo ama unatawanya? Wewe ukiona mtu amekaa miezi 5 hajakuja, ukikutana na yeye atapenda kanisa ama atadharau? Wakipi anafanya watu wapende kanisa? Uliza hiyo mwingine ni wakutawanya ama ni wakusanya? Utoireko kaboguo no tokaga ni ndirakwira twakithitio kuria tutirauje niona ni ndiraigwa ne ngothie. Wewe ni shaitani, wewe ni wakutawanya. Bwana tuwape sifa. Yaani ukikuta mtu amevunjika moyo, instead umuongereshe tuone dada ama ndugu amepona, wewe sasa unamweka katikati kwa shetani.
kumwambia hata huyo ambaye alikukosea, hata huyo mimi huwa ninamuona. Hata sijui kwa nini mchungaji anashidaga amemweka hapo kwa uongozi. Huyo ni mtu sumu, huyo ni sumu. Uliza hiyo mwingine, kusema sumu ni kutawanya ama ni kukusanya? Haleluya. Jina la Yesu lipewe sifa. Bwana wetu apewe sifa. Sasa uliza huyo mwingine, wewe uko pande gani? Lazima awe anatawanya ama anakusanya pamoja na Kristo. Passiveness is not innocent. Bwana wetu apewe sifa. Many people believe I am not doing anything wrong. But Jesus says, if you are not gathering, you are scattering. That means silence can weaken, inactivity can damage. Unajua watu wengine wanasemaga, nie dile na oru na mbodu, mimi sinaga ubaya na mtu, mimi nakujaga kanisa tu, ninaketi chini, tunahubiriwa, alafu hata mimi hata ukiona semagi amen, mimi ni kwa sababu sinaga ubaya na mtu, mimi nataka, unajua kanisa inakuwa na mambo mengi, so mimi nataka nikaketi chini, pastor akisema neema, mimi natoka, hata sitaki kuongea na mtu, natoka tu, mimi naenda kwangu nyumbani, mimi napenda amani. Wewe si mpenda amani? Wewe kwanza unatusubua sana. Bwana wetu apewe sifa. Abia huyo mwingine, njoo tufanye kazi. Haleluya. Hiyo hata kukosa kutusalimia inafanya tuashwe na stress. Tukiuliza ni nini tulikufanyia. Kwa hivyo unatawanya. Jina la Yesu lipewe sifa. Ucio kwetu uria we mwega ete ndwendaga bara, wewe muhoreri wendaga kuigwa kiugo kiyumira ugathie. Na rĩngĩ ona atumia nĩ metirwo, wendo ukwenda ũhoro ũcio wa atumia tondũ ukwenda mũrangarangano, wewe ni wa kutawanya. Bwana wetu apewe sifa. Hebu turudishie hiyo madai. Unajua watu wao wanaona kama ninaongeza. Yesu hasemi, unajua watu hasemi eti nataka mkija muwe wapole. Hasemi nataka mkija hata kama hamtafanya kitu mnanifuata tu. Bwana wetu apewe sifa. Yesu baada ya kumfuata kwa muda anatazama uwe na mazao. Na diposo unaona alilaani yule mti mkoyo wetagwo atia? Mkuyu aliulaani kwa sababu alipoutazama aliona ni mzuri sana, uko green vizuri, matawi yako manono vizuri, lakini alipotazama kama kuna tunda akakuta hakuna tunda, akalaani huyo mkuyu. Kuna sauti hadithi nyingine Yesu alipatiana, akasema kunaye mtu mmoja alikuwa na mti ambao ni wa matunda, kila mwaka anaweka borea, anaupalilia, anaupa maji, lakini baada ya miaka mitatu, miaka minne hauna mazao. Akasema nitaukata ili waache kuweka kivuli kwa shamba. Amen. Erosho gikana no kieruru aturehagira na giko tondu guka gwaku guku ni watiga giko onani tareu urona igiko ugo ni ukona rukungu. Haleluya. Lakini mimi at least ninatia moyo walie, ninahubiri, ninatia moyo ambao wanasafi. Kwa hivyo ninakusanya pamoja. Wewe ni gututigira rukungu uracoka ugathi. Wewe si unajua ile ng'ambo huko. Tafadhali hata uingie siku moja uambie Mungu, Bwana kumbuka wanaohudumu. Bwana kumbuka kazi yako. Ninabariki wanaoshirikiana na kazi yako. Tafadhali, ama utembelee jirani yako, umutie Mungu, umutie nguvu. Ambia huyo mwingine fanya kazi na Kristo, wacha kunyamaa, wacha kunyamaa. Amen. Hallelujah. Yeah. Na ninafurahi kuna watu hata sasa, tulikuwa jana pahali kufungua nyumba na sia mshirika wetu, na aliletwa na baba wa boy. Na unaona baba wa boy amehorera tu hivyo, lakini anafanya kazi. Anawaambia tuko na pastor mzuri sana, anajua kufungua manyumba, usiingie nyumba kama haijafunguliwa. Na nikaita wazee, tukaambia twende tufungue nyumba hiyo. Haleluya. Amefanya tujulikane kwa hiyo kijiji. Anafanya kazi pamoja na Kristo. Uliza huyo mwingine, nikiwe oreka. Naona hapa Biblia inasema mtu asiyekuwa pamoja nami yu kinyume nami. Na unajua Yesu anasugukaga. Ambia huyo mwingine Yesu hatuliagi. Wewe
ukienda usome alikuwa ako Galilaya, alafu ako Bethsaida, ako sijui pande ile nyingine ya Kaisaria, ako pande ile nyingine ya Bethlehemu, ako ile pande nyingine sijui ya Nazareti. Bwana wetu apewe sifa. Yesu anatembea na anasema kama hauko pamoja nami haleluya, wewe mtu asiye pamoja nami yu kinyume nami, na mtu ambaye hakusanyi pamoja nami hutawanya. Kwa hivyo kushikana mikono wengine na Yesu akikusanya, akiita watu, akitia watu moyo, hauko pale, akiambia watu wawe na nguvu, hauko pale, akiambia watu waje kwa ufalme, hauko pale. Haleluya. Biblia inasema kama hauko pamoja na yeye anapofanya yale mambo kupitia wahuduma, Bwana wetu apewe sifa, wewe unatawanya. Mungu atusaidie, maana watu wengine watafika biguni, na ndiposa Biblia inasema wengine watasema sisi Yesu kwani hautujui? Awaambie ndio, mimi siwajui, enedeni, mimi siwajui. Haleluya. Aseme nilipokuwa na njaa hamkunipatia chakula. Wamuulize Yesu, sisi wakati yetu tulikuwa tunahubiria mambo yako, haukuwa kwa wakati wetu, ulikuwa kwa wakati ya Petro. Unasema hatukupatia chakula. Mimi nilikuona nikakunyima chakula wapi Yesu? Awambie wakati mliona watu wengine wadogo wadogo pande hiyo mlikuwa wakiwa na njaa na hamkupatia chakula, ni mimi mlininyima. Haleluya. Waseme hapana basi, tuambie kitu kingine hatukufanya. Awambie hata wakati nilipokuwa njaa hamkunipatia chakula, wakati nilikuwa ushi hamkunivalisha, wakati nilikuwa gerezani hamkunitembelea. Waseme ni wakati gani huyo Yesu? Bwana wetu apewe sifa. Mauragi Yesu nili ni muthenya uriko. Bwana wetu apewe sifa. Mwambie Yesu yuko pamoja nasi. Ambia jirani yako Yesu yuko pamoja nasi, na anafanya kazi pamoja nasi. Yuko hapa kwa madhabahu pamoja na mimi. Hata wengine wataambia na nilipokuwa nikihubiri hauko unasema amen. Nasema Yesu, mimi wewe Yesu, wakati haukuhubiri wakati wangu, ulihubiri wakati wa madharamio. Akwambia hapana. Bwana wetu apewe sifa. Unajua watu wengine hata vile wananiangalia ni kama wananiambia niketi chini. Haleluya. Na niko kazini. Abio ya mwingine shirikiana na mchungaji kwa hii kazi. Sema amen mpaka mapepo wajue kuna watu wa Mungu. Jina la Yesu lipewe sifa. Maana usipofanya kazi pamoja na Kristo, unafanya kazi pamoja na shetani. Na mimi huwa napenda mpaka mama jamaa sana. Hata nikija kanisa siku hizi unajua naenda sana. Nikija nikute mama jamaa yuko, jorage runo uko jugira imeni. Haleluya. Maana anakusanya pamoja. Pigia mama jamaa makofi. There is no passiveness. Hakuna ile eti kuhorera. Kwa Yesu hakuna kuhorera. Hiyo kuhorera, hebu muulize hiyo jirani yako, naona wewe ni muhoreri sana. Kwa yule hasikii Kikuyu mwambie naona wewe ni mpole sana. Hebu muulize, ukienda kwa job wanakuambiaga uketi chini kwa sababu wewe ni mpole. Unajua huyu haongeagi, kwa hivyo leo hatafanya kazi, wacha aketi chini, tutampatia tu mshahara. Hawataki kujua kama unajua kuongea ama hutujui kuongea. Kazi ni ugai yemeni atumia. Haleluya. Kana inyuĩ athuri mwena ũyũ, inyuĩ nĩ mũrĩhagwo mũtakwaria, mũtakuruta wĩra. Unaonaga hata wengine ni wapole sana. No muhoreri muno gũkũ tũmũri. Bwana tu nani mpole sana? Ati? Te Eldaraban. Eldaraban anasema ni mpole sana kwa board. Kwa sababu yeye ni mpole sana. Ukienda kwa job unaambia huyu mzee ni mpole sana, asifanye. Huyu mzee kama sasa aliniambia, pastor, unajua leo kuna mkutano, naomba msamaha, nitatoka kwa mkutano wako saa 10 kwa sababu naingia kazi usiku. Kazi ninaingia usiku. Akonjote usiku. Kwa nini management haikuona vile ya kompore? Imwambie usiku haikutajagi, kuna takaga watu ambao
wanaongea sana. Nani anaongeaga sana hapa? Bwana tuapewe sifa. Mwambie kazi haiangalii upole. Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo afanye kila mmoja afanyie Mungu kazi. Jitume kwa njia yako. Jitume kwa nafsi yako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Unajua, let me give you kwa haraka how people scatter without realizing. Vile watu hutawanya bila wao kufahamu na kujua. Unafikiria wewe kwa sababu hauogeagi vibaya, wewe ni mshirika mzuri, lakini hakuna kitu unafanyaga, eti wewe ukifika mbinguni tutakuona ukiwa wa kwanza. Hapana, haiendagi hivyo. How people scatter without realizing. Number 1, some scatter by withholding their contribution. Bili kwa unatawanya kwa kutofanya lolote. Nimekuambia kutofanya lolote inasubua viongozi. Si ni hivyo viongozi wa ushirika? Ukikuwa na mshirika hafuati, haongei, hasemi, hachagii, hiyo ni kama kutawanya. Number 2, you scatter by disconnecting from responsibility. You attend but you don't engage. Lazima ukiwa kwa kikundi chochote changia. You scatter by speaking negativity. Word can weaken what God is building. Chunga maneno yako. Maneno yanaweza kuwa sumu. Hata Biblia kuna mahali pengine inasema maneno sumu kama sumu ya nyoka. Chunga maneno yako. Hallelujah. Number 4, you can scatter by living inconsistently. Your lifestyle pushes people away from God. Amen. Kuna watu wengine hawaishi kama vile tunasema tunastahili kuishi. Na watu waije wakiwaangalia wanasema gogikoro kihonoko ni giki reke geika. Unajua kuna watu wanavutiaga watu na lifestyle yao na huduma zao. Kuna watu wanatamani ya kwamba nataka kuwa kama mzee fulani. Lakini mimi sijaiona katika hii dunia mtu anasema anataka kuwa kama mtu hafanyi kitu. Bwana atusaidie. Jina la Yesu lipewe sifa. You scatter by refusing to grow. Undeveloped believer become an ineffective ones. Bwana atusaidie. Mungu atusaidie. Kwa sababu watu wengine wanatawanya wakifikiria wanasaidia. Inuka juu na miguu yako. Sitaki kuendelea sana. Nataka ujiombe. Waambie Mungu, mimi sitaki kuwa kwa kikundi cha kutawanya. Nataka kuwa kwa kikundi cha kazi. Na kazi si lazima itoke kwa uongozi. Kama sasa wazee ninaona wanajenga nyumba pale. Mimi si kuambia wajenge nyumba. Walikuja wakaniletea maono. Na mimi sijachangisha kwa kanisa. Wao wanachangisha wenyewe. Na unaona sasa wako na a very nice hall there. Ile itahudumia vizazi na vizazi. Kwa sababu kuna watu wamekubali kufanya kazi pamoja na Kristo. Wale wa mama huwa wanaocha hapa na kufanya usafi. Mimi si kuwaita. Wao walijiunga na wakaanza kufanya kazi. Si lazima uitwe na mchungaji. Si lazima. Lakini ni vizuri ujiulize, kile ninachofanya ni cha kujenga ama ni cha kubomoa? Bwana wetu apewe sifa. Lakini fanya jambo pamoja na Kristo. Fanya jambo pamoja na Kristo. Either ni mtu utatia moyo, ni mtu utatembelea, ni wagonjwa utaenda kuwaombea, ama ni maombi utafanya. Usitawanye na kuomba. Ungana pamoja na Kristo mfanye kazi. Na si lazima kanisa mzima ifanye kazi. Like now I usually feed all those Sunday school.